Unapokuwa na shauku, maana yake unazalisha baraka, unazalisha mambo mema, unazalisha miujiza itokee. Kwa chochote unachokifanya, kifanye ukiwa na shauku. Narudia, chochote unachokifanya, kifanye ukiwa na shauku. Utashinda. Amen. Unapopungukiwa maarifa ya neno la Mungu ndani yako, na unapomkana Yesu Kristo katika maisha yako, tayari kabisa hata shauku haitakaa ndani yako. Maarifa ndiyo yanayovuta kuwa na shauku. Unapoacha kutafuta maarifa au unapokataa kumtafuta Mungu, maana yake kuna viungu, kuna vitu vya kiungu vitapungua ndani yako. Utakuwa ni mtu mwenye hofu. Maisha ya mtu ambaye hajaokoka, maisha ya mtu ambaye hamjui Mungu, anaishi kwa hofu sana. Ni mtu ambaye anaishi kwa hofu. Ni mtu ambaye hana amani. Ni mtu ambaye ana wasiwasi kila wakati. Unapokataa kujifunza kwa watu waliofanikiwa, na unapokoswa ile kiu ya kutamani uishi maisha bora kuliko hayo ulionayo, ni sawa na mtu ambaye hana shauku ya kujifunza tena. Maisha ni kujifunza. Hauwezi kuwa wewe tu kwenye maisha. Lazima utafute watu watakao kufundisha ili utoke hapo ulipo. Lazima utafute watu waliofanikiwa zaidi yako. Usiwe na marafiki ambao unafanana nao. Lazima utafute rafiki wa tofauti aliye mwenye uwezo kuliko wewe, ili akupe nyenzo za kutoka hapo ulipo. Sema amina. Lazima utafute rafiki ambaye ana uwezo kuliko wewe. Usitafute mtu ambaye mnalingana akili, ambaye mnalingana maisha. Sema amina. Jifunze kukaa na watu ambao watakupa faida kwenye maisha yako, watakuletea faida. Usikae na watu ambao mnawaza wazo moja, mnafananisha kila kitu. Maisha ni vita. Inahitaji uanze kujipigania wewe mwenyewe. Kwanza kutengeneza wewe mwenyewe. Nimeeleka kitabu cha Methali 13:12. Ya moyo huugua, bali haja ya mtu ikipatikana ni mti wa uzima. Watu wengi wana maumivu leo ni kwa sababu waliahidiwa vitu vikacheleweshwa. Unaweza ukaahidiwa kuolewa na usiolewe, akaja mchumba, akaja mume sahihi wa kukuoa, ukadhani ni yule ambaye alikuahidi siwezi kuolewa tena, ni wale tu wanaume. Kumbe hapana. Kumbe huyu aliyekuja ni sahihi kwako. Inakatisha tamaa pale ambapo umeambiwa subiria kuanzia saa 11 tukukute kwenye ile eneo, nenda tukukute kwenye eneo, tutakuja kukupitia kwa gari. Unaenda saa 11, inafika mpaka saa 10 hawaonekani. Na simu haipatikani. Ukisharudi nyumbani, hata kama ukikupigia simu kwa wakati mwingine, utahisi uzito kwenda. Sema amina. Kwa sababu walikudanganya. Utahisi uzito kwenda. Watu wengi leo wana maumivu ya kucheleweshewa. Wana maumivu ya kuahidiwa vitu vitimii. Kuna wakati sasa hawaamini mpaka ile miujiza inapoletwa na Mungu. Wanadhani ni vile ilivyokuwa. Hawaamini. Kilichotarajiwa kikawia kuja, moyo huugua. Watu wengi wana maumivu kwa sababu waliahidiwa vitu ambavyo havikutimia kwenye maisha yao. Waliahidiwa vitu ambavyo havipo tena. Leo Mungu anapowainulia watu sasa, ili kusudi waje wainue katika maisha yao, unajikuta wanakata tamaa. Wanasema ni wale tusiwezi kwenda. Kumbe hapana. Kuna muda inabidi ubadilike sasa. Uanze kuamini katika kushinda, sio kushinda tena. Amina. Amen. Watu wengi leo wamekata tamaa. Wamekata tamaa kabisa kwa sababu ya kile walichokigusa awali akikuwaletea matokeo. Nilifanya biashara, sikufanikiwa, nilifilisika. Kwa sasa siwezi tena kufanya hiyo biashara. Kumbe unapaswa ufanye kwa neno la mtumishi wa Mungu. Unapaswa usimame tena katika jina la Yesu.
Nasema unapaswa usimame tena katika jina la Yesu. Katika yale ambayo ilishindikana, sasa nakutangazia kasimame tena katika jina la Yesu. Mungu atasimama na wewe katika mwanzo mpya katika jina la Yesu. Sema amina kama radi, amina kama radi. Amen. Shauku ndiyo matokeo ya kila kitu. Usikubali shauku yako iondoke. Sasa kitu ambacho ulikitarajia alafu kikashindwa kupatikana. Hauwezi kupata muujiza wa ujauzito ikiwa tu hauna shauku ya kwamba natamani kuzaa. Hauna zile dalili za kutamani kwamba nataka kuzaa. Chochote kinatengenezwa katika ulimwengu wa roho ndipo kinatokea. Akiwezi kutokea iwapo hauna shauku. Shauku ndio inayotengeneza muujiza wako. Baadaye kinachotokea ni matokeo tu kwenye mwili. Hata katika eneo la kuolewa lazima uwe na shauku kwamba nitaolewa, kwamba nitafungua biashara. Unapokuwa na shauku ndipo Mungu anaruhusu mume sahihi atokee kwenye maisha yako. Nimeeleka kitabu cha Marko sura ya 10 ule mstari wa 21-23. Yesu akamkazia macho, akampenda, akamwambia, umepungukiwa na neno moja. Enenda ukauze ulivyo navyo vyote, uwape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni. Kisha njoo nifuate. Lakini yeye akakunja uso kwa neno hilo, akaenda zake kwa huzuni, kwa sababu alikuwa na mali nyingi. 23. Yesu akatazama kote kote, akawaambia wanafunzi wake, jinsi itakavyokuwa shida wenye mali kuingia katika ufalme wa Mungu. Jinsi itakavyokuwa shida wenye mali kuingia katika ufalme wa Mungu. Kwa sababu huyu tajiri alikuwa na shauku na mali yake. Alikuwa na shauku na fedha zake. Alikuwa na shauku na utajiri wake. Hasa kwa nini auondoe kisa mfuate Yesu? Alipoambiwa aende akauze, alienda, hakurudi tena. Ndio maana Yesu unaona anasema kwamba jinsi itakavyokuwa vigumu wenye mali kuingia katika nini? Ufalme wa Mungu. Kwa sababu hakuwa na shauku. Shauku yake ilikuwa kwenye mali yake. Sasa leo hii geuza shauku yako iwe katika mapenzi ya Mungu katika jina la Yesu. Amen. Sema amina kama radi, amina kama radi. Amen. Luka sura ya 1:53. Neno la Mungu linasema, wenye njaa wameshibisha. Haleluya. Wenye njaa amewashibisha mema, na wenye mali amewaondoa mikono mitupu. Unapokuwa na shauku kumtafuta Mungu, Mungu anakushibisha kwa mema. Ndio maana Mungu anapokuinua kwa kidogo ulicho nacho, unakuwa na moyo wa kuridhika kwamba kupitia kidogo nilicho nacho kikubwa nitapata. Maandiko yanasema bora mali kidogo na uko unamcha Mungu kuliko mali nyingi pamoja na udhalimu. Unapokuwa na kitu kidogo kwenye maisha yako na unamcha Mungu, tayari unakuwa na shauku ya kumtafuta Mungu. Unakuwa na shauku ya kuwa karibu na Mungu. Ndio maana ungejua leo ni siku takatifu usingeenda kazini. Ungejua leo ni siku takatifu usingeiacha Jumapili ukazurura mabarabarani huko. Lazima ungeenda kujitakasa mbele za Mungu. Anasema yeye aliumba dunia kwa siku 6, ya 7 alipumzika. Akasema tuitakase. Bado unazidi kutafuta kwa sababu bado hauna shibe. Mtu aliye na kiu na mali zake hawezi kuwa na shibe ya kumtafuta Mungu. Maana yake mtu aliye na kiu na mali zake hana nafasi ya kumtafuta Mungu kwenye maisha yake.
Yeye kazi yake ni kutafuta mali ziongezeke, pesa ziongezeke, magari yaongezeke. Ndio maana hana muda wa kumtafuta Mungu aliyemuumba, hana muda wa kumtafuta Mungu aliyempa pumzi, hana muda wa kumtolea Mungu aliyempa uhai bure pasipo gharama yoyote. Kwa sababu ana shauku ya kuongeza mali, ana shauku ya kuongeza magari. Hana taarifa ya kwamba hata hayo magari atakayoyapata, hata hizo fedha atakazozipata, baada ya muda atalala kaburini, ataacha kila kitu. Sema amina. Sema Yesu zaidi sana. Ni bora mali kidogo na kunamcha Bwana.